Spiritual battles. Vita vya kiroho ni gani? Nyinyi kila mtu hapa, kwa sababu I have interacted with almost of you. Na kila mtu ako na design yake ya vita za kiroho. Kila mtu. Huyu ako na hii, huyu ni ya familia, huyu ni ya Bwana, huyu, kila mtu anakuanga na vita zake za kiroho na zinakujaka na design. Ile kitu ujui itakujia wapi na italetwa na nani. Kuna venye utakutana vita zako zinakujiaga kupitia kwa doa. Na kuna wengine inakujaga kupitia kwa biashara. Na kuna wengine inakujaga kupitia kwa wazazi. Na kuna wengine inakujaga kupitia, yani vita vya kiroho, hizi vita zinakujaga kulingana na kuna design. Na hiyo design si wewe uko nayo. Hiyo design imetoka mbali. Imetoka from your forefathers. Ni ka design kana kuanga kwenu. Kwa hivyo usipo understand ka design ka kwenu, hata uende ufanye namna gani, hiyo design, hiyo vita itakupigana na wewe na itakushinda. Maana hauelewi kwenu vita za kwenu zinakujaga aje. Mimi kama sasa kwetu, vita za kwetu zinakujaga marriages. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naonaga ninawakushoni sana. Wacha kukiberebere. Ngoja ni soti yangu, nikisoti vizuri na tulisoti na waboi, nikabia waboi sasa wewe utakuwa wewe ndio sacrifice. Yako ikitoboa tumetoboa. Waboi alitusaidia, tumetoboa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is well, you know, nili understand kupitia kwa marriage kwetu ndio kuna shida. Pia kuna wengine utakuta kuna wengine unakuta kupitia kwa business line, unakuta ndio shetani anasimamaka kwenye business line. Wengine wanakujaga health, kwa health yako ndio shetani anapataga nafasi ya kupitia kwa health. Wakati mmejipanga vizuri, mmejipanga, unasikia kumetokea nini? Accident, mtoto amevunjika mguu na anakimbishwa. Na unaona coincidentally huyu mtoto hapelekagwi hospitali ya raizi, kwa sababu unasemekana amevunjika vibaya, lazima umpeleke Aga Khan. Kwa sababu Aga Khan anataka kwenda hiyo tu pesa tu ulitengeneza tukuliwe. Tukisha kumalizika utasikia ni dislocation, hata hakuwa amevunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wanaingililiwa na wazazi. Unakuta mama yako ndio shida, baba yako ndio shida, your brothers, your sisters ndio wanakuwa ni shida. So understanding when you are entering into a spiritual battle, lazima understand vita za kwenu huwa zinakujaga aje. See, we are not uniform. Ati ukuje upigane na vita za kwenu ni kama unapigana za kwingine. And that is why normally I ask for person kuja tuongee. Unanipigia simu na kuambia just come, we talk, because I want to understand a retro history about you. Once I understand the retro history about you, I'll be able to know the approach. I'll be able to know how to counter the whole thing. I'll be able to know how to advise. Maybe something, it is not for prayers. Nitakwambia to do this and the end of it. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything is not prayers. Sio kila kitu lazima tuombe. Some other things I will advise you. Gwera te dia gushoka gwekera macicio maya nimo maraguthukira. We maombi na igiria hapo kwa aje. Nikukwambia kwa sababu nimerealize hii vitu amevaa alikuwa nafikiria ni madoido, lakini imeanza kumuaffect. Na hivyo mama yake ndivyo alivaa akiwa msichana, akiwa madoido, na ikakuwa affected. Kwa hivyo kuna kakitu wanafanyaga kwao kana trigger the whole thing that is affecting you. Most of the diseases, most of the problems and challenges ziko kwenu zilikuwa triggered. So I normally go for that trigger. What triggers the problem in your family? There are things that will come because you are married. There are things that will come into you because I am your husband. So because I am your husband, kuna vitu Mungu ataachilia because of that institution of marriage. Therefore, the devil will always want, because of the church, the devil targets the family. Once the family is targeted, then the church will not come together. Bwana Yesu asifiwe sana. So church is a structure. Family is a structure that brings the church. Family is a structure that brings what? The church. Therefore, if the family is not there, the church is also not there. Because God blesses through that structure. God, there is wealth, kuna utajiri itakuja kwenu because of your wife and because of your husband. Kuna utajiri itakuja kwenu because mumezaa watoto. Kuna utajiri itakuja kwenu kwa sababu watoto wenu wameolewa. Kuna utajiri itakuja kwenu because there is something. Before you start that spiritual battle you want to start,
understand the dynamics of what could have happened in your life. Ni nini kilifanyika? Ndio ujikute kwenye hiyo uchawi iko kwenu. Maana unaona ni uchawi iko kwenu, kuna manyoka. Ukiota na manyoka unajua kuna uchawi. Ukiota kuna maybe unaona maubwa zinafanya mapenzi, mang'ombe zinafanya mapenzi, ama wewe mwenyewe unafanya mapenzi, kuna spiritual immorality. The spirit of immorality ni kubwa, iko kwenu. Na kwa hivyo una understand, hiyo ndio foundation ya shida zenu. Ile ndoto unaotaga sana inakuonyeshaga, labda unaota na guka na shosho. Unaona guka akikukibisha na paga ama anakukibisha na mawe, una understand guka wenu ndio madhabahu yake inapigana na wewe. So hiyo inakuanga a revelation from God to reveal to you, to help you to understand the kind of spiritual battle and how to handle. So it's when you are getting into the spiritual battles, you don't involve yourself into a battle that you don't understand. Wachana, usiende kupigana na hawa because these are not the cause. Hauta win battle hiyo. You will not win because these are just branches. Ni watu wametumwa na madhabahu ile inasumbuanga kwenu, ndiye imekuja hapa ikuanze kukusumbua. Na uangalie baba yako alipong'ang'ana nayo alienda wapi? Alienda kwa baba. Therefore, how do we handle, how do we fight these spiritual battles? How do we do them? Let us look at the 2 Chronicles chapter number 20. Therefore, it happened after this, that the people of Moab with the people of Ammon and other with them besides the Ammonites came to battle against Jehoshaphat. That they were told, wakaambiwa, Jehoshaphat akaambiwa, wa Moabi, sema wa Moabi, na wanani? Wa Amoni. Baada ya muda, majeshi ya Moabu na Amoni pamoja na baadhi ya wa Meuni walivamia Yuda. These are the tribes ambazo zilivamia Yuda. Yuda ni Juda. Bwana Yesu asifiwe sana. The clan of God. Na walipovamiwa, tuendelee basi. Watu kadhaa walikuja wakamwambia mfalme Yehoshafati, jeshi kubwa limekuja kukushambulia kutoka Edomu ng'ambo ya bahari ya Chumvi, tayari wamekwisha teka Hesasoni Tamari. Hili ni jina lingine la Engedi. Tuendelee. Yehoshafatu akasikia, akashikwa na uoga, akamuomba Mwenyezi Mungu amuongoze, akatangaza watu wote nchini yote wa Yuda wafunge. Step 1. Wakati walisikia hawa watu wanakuja kuwavamia, huyu jamaa alistuka. Lakini aliposhtuka, he never went to battle. He sought from God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuenda kwenye vita, hakuanza kukemea ishindwe. Hakuanza kusema pepo nyeusi, takataka, rimashende ya kanda, ramashete, tete, riara, tima ya rina. Hapana. He went first to seek from God. Alimtafuta Mungu, kumuuliza, maana aliogopa. Aliposikia ni jeshi linakuja, si ati linapanga, already wameteka mnyara mji mmoja na ni kukuja wanakuja. Yehoshafatu alistuka, lakini what he did, alirudi kwa Mungu na akaenda kwa Mungu akamuuliza Mungu, hii maneno unasikiaje Mungu? Naye Mungu akanyamaza. Immediately aenda kwa Mungu, alitangaza mji mzima wa Yuda uingie kwenye maombi. So the first thing to start with, when you hear an attack in your life, you don't rush to your pastor. You don't rush to your man of God. You don't rush kanisani kwa Ezekiel kwa sababu huko ndio unasikia Mungu anaonekana, ama kwa Harrison Ng'ang'a ndio Mungu anaonekana, ama kwa Kemani William ndio Mungu anaonekana, ama kwa Warege. No, you don't rush. You compose yourself first. Understand, why am I going to see Bishop Harrison Ng'ang'a? Why am I going to see Waroike? Why am I going to see the pastor I'm going to see? You must first compose, understand the chronology. Then first, before you go, nenda kwa maombi. Funga siku 2, siku 3, so that God can be clear to you what is this demon that is fighting you.
God can be clear to you, have a revelation kwako, ndio uweze kupata ufunuo. Ukifunga unapata ufunuo ambao unakusaidia kujua ni nini ambacho tunapigana nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Because hauwezi kupigana vita na kitu ambacho haukijui. Mume wako unaweza kupigana na vita kwa sababu ni kamume, lakini you don't know ni madhabahu. Mume wako ni madhabahu. Kuna watu wanakuanga ni madhabahu. Kuna watu ambao walizaliwa wakiwa nini? Madhabahu. Ukumbuke wachawi wanaweza kufunga hata mwaka mzima amekaa kwa nyumba ndio apate breakthrough ya kwa shetani. Wachawi wanaweza kujipanga miezi 6 akitoa madhabihu zake kwa shetani ndio apate breakthrough ya what he wants or he wants to do. Bwana Yesu asifiwe sana. Msifikirie ni nyinyi tu mnaombanga, hata wao they have a date they pray to. Wanaombanga na wakipata akifunga. Sasa wao wamefunga siku 3 na kule yeye amefunga miezi 8. Unafikiri unaweza kumshinda? Uende kwa Harrison utatoka 0. Uende kwa Kemani William utatoka 0. Ukuje kwa Waroigi utatoka 0. Ndio unaona kama ningekuwa na kitu ya kupatiana kwako kungekuwa. Kama ukienda kwa Manyuro, nikitukusa sana kwa Manyuro, kuna kitu ya Manyuro kwako. Kuna kitu ya Ezekiel kwako. Kuna kitu ya Moiro kwako. Kuna kitu ya nani kwako. Hakuna kachupa ka maji ama mafuta. Haiko. Uko nayo? Kuna kahadi kachifu. Hello. Because why do we take these paraphernalias? Mbona tunachukua hizi machupa, maji, kila kitu kama niliwaelezea juzi. Hizi vitu zote zinatumika. It is biblical. But they don't occur or happen to you as a ritual. You don't carry that anointing oil kwa sababu nimekupatia. Unaiweka kwa bagi kako, unaenda ukifika mahali, unaenda na display afu nikabulimi. You don't do that. It is only used once and final. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God has a way of revealing himself to you. Wakati Elisha aliambiwa kuna maji machafu, maji mazuri, maji yapo lakini yako na mapoozi. Alienda akaitisha chumvi na bakuli mpya, akarusha ndani ya maji, maji yale yakapona. Lakini previously shoka lilikuwa limeanguka ndani ya mto, alienda akachuna kijiti, akaweka ndani ya maji, kavuruta. Hakutumia chumvi, alitumia kile kijiti. Yesu alienda akapata mtu ambaye alikuwa haoni, kisha akatema mate yake kwenye udongo, akatengeneza, akampaka macho yake, akamwambia nenda kwa mto ukaoge. Macho yake yakafunguka. Lakini sisi mapasta hatufanyangi hivyo, lakini hii ingine yaamuka na uende tunajaribu kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. These things za kutumika katika dhabahu zinatumikanga kulingana na ufunuo ambao umepata leo. Ndio wakati mwingine nitakuja nikwambia niletee mchanga, waenda kuitisha mchanga. Huyu sitamuitisha mchanga, nitamuitisha kitu kingine. Kwa sababu ufunuo nilioupata ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaweza kukuitisha hata nguo yako, ninaweza kukuitisha glasses zako, ninaweza kukuitisha kitu chochote. Sio lazima nikuitishe kitu fulani kwa sababu niliitisha kitu fulani kwa mwingine. Maana ninatembelea kwenye ufunuo. Na kutembelea kwenye ufunuo ndio kuna kusaidia kwenye kupigana na kupambana na vita. Jehoshaphat aliwaambia watu wote waombe kwanza ndio funuo zije. Na walipoomba mafunuo zikakuja na ndio wakaweza kujiconnect na Mungu. First of all, the first step that you do is to seek God for the connection. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamtafuta Mungu ndio akupatie connection. Ile inatangwa breakthrough ama true pass ya kuwapigana zile vita. Maana hauwezi kushinda vita vya kiroho kama hauna breakthrough kutoka mbinguni. Vita vya kiroho ni kitu kimejificha, kitu hukielewi. Mtu aliyekufunga haumjui. Alikufunga miaka 20 iliyopita, maana tumulikuwa kanisa moja na yeye. Uliondoka kwenye kanisa, uko kwa kanisa ingine, hauelewi. Wakati vita zimekuja, unahitaji kuomba, upate ufunuo, uelewe ni wapi unaweza kuwa ulifungua. Utaona mtu ameletwa kwenye ndoto, unaona guka yako, ama unaona yule pastor ambaye mlikuwaga naye, ama unaona yule boyfriend mlikuwaga naye, ama unaona yule mama mnafanyaga naye biashara. Kutoka hapo sasa ndio vita zangu zimeanza, maana nimepatiwa direction where to go. Ni vita vilitokana
kwa mauzo ya soko, ama ni vita vilitokana na huyu mwanaume niko naye, ama huyu mwanamke niko naye. Ni vita vilitokana na kanisa ambayo nilikuwa, ni vita vilitokana na mtu alikuwanga boyfriend yangu. So once you are able to understand that, you will be able now to be able to engage yourself, to do and to deal, how to know ni wapi utaendelea. Kwa hivyo Jehoshaphat na watu wakaja Yerusalemu kutoka mji wa Yuda, wakakusanyika ili kumuomba Mwenyezi Mungu awasaidie. So that they have been told, na wamefast, walikusanyika kumuomba Mungu awasaidie. Kwa hivyo the second thing that happens to you is being kunyenyekea, sio kujipiga kifua. Watanielewa mimi ni nani? Mimi ndio nilisema wakati ule watu walikuja pale nje wakaanza kutuletea, niliinua tu mkono hivi wakapigwa na radi wakaanguka. Wakati tulienda crusade watu wakatusumbua hivi, nilipiga tu magoti nikaingia, nikaona radi ikashuka, kila mtu alienda na direction yake. You have lost it. If you bring what you did into the new battle, you have completely failed. Unanyenyekea. Walinyenyekea wakaenda kwa Mungu, wakamwambia Mungu, sisi hatuna uwezo, tusaidie. Always to win spiritual battle, you win it from the angle of being humble, humility. Ukikuwa humble, you must humble before God for God to take over the battle. But if you assist God, God anatafuta kiti, anakalia, anaongoja, you push the game. God will never assist you. It is him alone. When David alienda, alikuja akakuta bibi yake, wanawake wake wawili wamebebwa, watoto wamebebwa, mang'ombe zimebebwa. Yeye alianza kulia na wale wengine walia. Lakini what happened? Walirudi kwa nyumba, kwenye nyumba ya maombi. Daudi akaitisha vazi la kihuduma. Alipoitisha akarudi akamuuliza Mungu, ni vizuri nifuate hawa watu? Naye Mungu akamwambia fuata. Lakini alitoa dhabihu na akarudi kwenye madhabahu, akainua dhabihu, akamuuliza Mungu. Kwa hivyo hakuenda that very day, they needed time. Wakazungumza na Mungu, naye Mungu akamjibu, akamwambia indeed, anza safari na utashinda na utalenda na utawabeba mpaka utabeba vitu zao. Sasa hii ya pili unakuta walikwenda kwa Mungu kisha wakamuomba Mungu awasaidie, maana kwao waliona hii vita hatuwezi, maana hizi zilikuwa nchi tatu zilizokuwa kubwa na ziko na uwezo. So number 2, you must humble yourself before God. Bwana Yesu asifiwe sana. Yehoshafatu akasimama katikati ya kusanyiko la watu wa Yuda na Yerusalemu mbele ya ua mpya wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo alienda wapi? Hakuenda kwenye soko, hakuenda kutafuta manabii, alirudi where the altar is. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to get number 3, to get into the battle, to fight, you don't go away from the altar. Kama you have been here, you come to the altar. Walienda kwenye nyumba ambayo ilikuwa imejengwa kwa ajili ya Mungu, the altar of God. That is where Jehoshaphat alienda, akakusanya watu wale, akaomba kwa sauti akisema, kumbuka hivi, amerudi kwenye nyumba ya Mungu. Akafanya nini? Akaomba kwa sauti akisema, Mwenyezi Mungu, Mungu wa babu zetu, wewe ndiye Mungu uliye mbinguni. Wewe unazitawala falme zote duniani. Unao uwezo na nguvu, wala hakuna awezaye kukupinga. Ungeangalia, alinyenyekea kisha akamuinua Mungu wake. For you to win any spiritual battle, remember you are fighting against principalities. Principalities are from gods. Bwana Yesu asifiwe sana. The fight that you are fighting, it is not carnal, but what? Spiritual. So the spiritualism of everything emanates from a kingdom that is fighting you. This kingdom is not physical, it is spiritual. So when he went before God, he lifted God. Number 4, you lift your God, you raise your God
high above the gods that are coming to fight you. Lazima Mungu wako akuwe mkubwa. Lazima Mungu wako akuwe nini? Mkubwa. Na hiyo tunafanya mambo ya kuinua Mungu wako kupitia kwa programs na mipango ya kimadhabahu. Kwa hivyo utainua dhabihu katika kwenda mbele za Mungu. Unainua dhabihu, unaenda nayo kwenye madhabahu. Waliinua dhabihu ya maombi, wakaenda kwenye madhabahu, wakatoa sadaka kwenye madhabahu ambayo ilikuwa kubwa kuliko ile wale wanatolea miungu zao. Kwa hivyo akapata ushawishi mkubwa, akapata nguvu kubwa kuliko wale wengine, kwa sababu alichokitafuta, alitafuta uwezo wa Mungu, alitafuta uhusiano wa Mungu, alitafuta mipango ya Mungu ndio aweze kumsaidia. Akaondoka. Kwa hivyo you need to get away from endless battle. Kama battle imeinuka kwenu, unaiondoa, unaikabidhi kwenye madhabahu. Madhabahu inapigana na madhabahu. Any spiritual warfare, it is an altar. Ni vita vya kimadhabahu. Na vita vya kimadhabahu havipiganiwi kule nje, vinapiganiwa kwenye madhabahu. Kwa hivyo wale Jehoshaphat waliinua madhabahu, wakarudi kwenye madhabahu, kisha wakainua vita vikawa ni vya madhabahu, si vita physical. Bwana Yesu asifiwe sana. Jehoshaphat wale walikuwa wanakuja kupitia kwa bunduki, walikuja kupitia kwa mapanga, walikuja kupitia kwa jeshi lao, lakini Jehoshaphat akaondoka kwenye jeshi, akaingia kwenye madhabahu, akageuza mbao, yeye akacheza kupitia kwa spiritual warfare, wale wakikuja physically. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be able to understand, to know how to change the battle. Ukiona jinsi wamekuja, you don't come the way they have come. You change the battle and raise your altar high above them so that your altar can do the battle. Ni wewe Mungu wetu uliye wafukuza. Angalia sasa, alimuinua, he lifted up God, praised God high. Ati ni wewe Mungu wetu uliye wafukuza wenyeji wa nchi hii. Wakati watu wako Israeli walipoingia katika nchi hii, ukawapa wazawa wa Abrahamu rafiki yako iwe yao milele. Umeona sasa? Then he reminded God of the promises. Number 5, you remind your God on the promises that he promised over you. He said he will never forsake you, nor leave you. Even if you are in the valley of death, then he will not allow you to die. That is a promise from God. That even if your enemies will come in one direction, but you will be scattered in 7 different directions. That is a promise. So when you are in that dire situation, you remind God of the promises. You tell God that you said you will never forsake me, nor leave me. That one, you are fixing God into the battle. You are pulling God and fixing him. And that is all what you need. Try as much as possible. You raise an altar, a sacrifice. That your sacrifice and the altar and the prayer will bring God into the battle. And you will have fixed God. Na Mungu si Mungu anataka aibu, atapigana kwa sababu yako. Maana hapendi aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na you don't struggle anymore. Because sasa umepatiana, vita vimetoka kwako. Na ninasema vita si vyetu. Vita ni vya nani? Ni vya Mungu. Bring all. Leteni matatizo yenu, all your challenges, bring them to me so that I will be able to handle. So therefore, you don't battle carnally. We battle in the spirit. And to battle in the spirit, you surrender and lift God, and you bring God on board so that God can do the battle for you. So you stop fighting. Mimi namari mkiona vita vimezidi sana, na kujaga hapa, ninatoa dhabihu yangu na ninalala wapi? Pale chini kifudifudi, naambia Mungu chukua ushukani. And from there mnasikia kila kitu ilikuwa imeinuka, imekuwa kubwa, imeenda chini. Why? Because I know I cannot be able to fight. Hata kama mtoto kale unaona kadogo, kanaweza kuwa more superior than you, kanaweza kuwa more powerful than you, kanaweza more engaging than you, because watu wengine ni madhabahu. Ukiona watu wakitembea hivi, wacha kucheza cheza na wao. Kuna watu ni madhabahu, wao wenyewe ni madhabahu. Kinywa chake kufungua hivi anaweza kukumaliza. Na kuna watu si madhabahu. Na wewe sasa, wewe si madhabahu, you are just a normal human being. Alafu kuja kupigana na mimi ambaye mimi ni madhabahu. I don't need to activate anything. I need just to click. And that's the end of you. Utakuja hapa kama umefura mwili mzima. Utakuja kama hapa vitu zako zote zimeanguka, umesambaratika. There are people you don't fight.
There are people you don't open your mouth against them. There are people you don't even want any confrontation. We toroka, kibia. Unaona watu wa zamani akina Musa, when they entered a place, people will run away. They will not want an encounter with them because hawa watu ni madhabahu. Na mtu madhabahu, hata akuwe upande ya shetani, huwezi mshida. Maana ni madhabahu. Akuwe upande ya Mungu, huwezi mshida. Maana yeye ni nini? Akienda kwa wachawi, aikie kama sasa mimi unaniona hapa. Nilikuwa kwa Mogeke, sasa nilikuwa kwa shetani. I was more powerful. Nikikuja pande hii ingine, nilikosa kuwa powerful. Ni bado naendelea kuwa powerful. Nikipita hapa town, kila mtu nasikia watu wananiogopa. Na unashindwa hawa watu wananiogopa kwa nini? Ni mtu nimetukana, ndeteta kuruma. Ujetegereta neke. Ndeteta kuruma. Ndeteta kuhura roho. Na ni kwa nini unanionanga unastuka unasikia kinapita hapa? Hauwezi explain. You cannot explain. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao walitengenezwa hivyo. From the word kutoka watengenezwa. Hao ndio Majeremani. Before they were born, they were known. They had been reserved for the job that they are doing. So there are people you don't joke with. You don't try to fight. Mungu aliambia Abraham, ondoka kwa baba yako, unikupeleke kwenye nchi nitaenda kukubarikia. Lakini alikuwa na uwezo wa kumaliza baba yake na kumaliza madhabahu ya baba yake. Lakini ukiangalia mtu anaitwa Gideoni, Gideoni naye alitumwa abomoe madhabahu ya baba yake. Hakuambiwa hame, aliambiwa nenda ubomoe madhabahu ya nini? Gideoni alikuwa madhabahu, baba yake si madhabahu. Lakini sasa pia Abraham ni madhabahu na baba yake pia Tera ni madhabahu. So angeanza vita na Tera, wangeishi siku nyingi na wapoteze muda ambao ungetumika katika kufanya kazi ya Mungu. So kuna vita ambavyo unaangalia unaona wachana na hivi, nitakwambia ondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. So Jehoshaphat wakati aliangalia akaona hii si vita vyetu, alianza kukumbusha nani? Mungu. Akaambia Mungu, kumbuka wewe ndio ulitulete huko, na wewe ndio uliahidi rafiki yako Abrahamu watoto wake hawatashindwa tena. When you remind God of the promises, God comes in immediately, because God is a promise keeper. God is a way maker. God lazima akuje wakati unahitaji, but only if you invoke him. If you don't invoke God, he will not come. If you invoke yourself in peace, God will leave you to fight. But if you bring God on board, then God will tell you sit aside. Na akamwambia Jehoshaphat, kaa chini ujiangalilie jinsi watu watanyorosana. Is that true? Is that in your Bible? Then ikaendelea kusema, nao wamekaa humu na kukujengea hekalu kwa heshima ya jina lako. Madhabahu ambayo umeinua wewe ni madhabahu gani? Jiulize. What kind of an altar have you raised for you, for yourself, for your family? Ni madhabahu mariko. Ni kigokona kilikuwa barariti iguru ya muturire waku. Jehoshaphat walikuwa wamejenga kanisa, wamejenga madhabahu. Hiyo ndio alipeleka mbele ya Mungu. Akamwambia hawa watu wamekujengea madhabahu. Hawa watu wamekujengea kitu kizuri, wanakuabudu hapo. Wewe kweli utakubali nyumba yako ibomolewe? Kumbe ilikuwa already imeshikanishwa na Mungu. Wakati ilifunguliwa, waliita Mungu, akakuja akaifungua. Venye tulikuwa hapa tukaita Harrison akuje naye afungue hapa. Ndio tuwete Mungu mahali wapi? Hapa. Mimi hata nikimizibevu litatolewa kuwekwa mwingine na kuendelea. Maana hii ni madhabahu ambayo imewekwa wako kule mbinguni. So wewe jiulize, ni madhabahu, what kind of an altar are you? Ni madhabahu gani umejiinulia? Nikigokona kiri kuya keire kiu kigituma Ngai oke gukigitira. Kigokona gyaku ilimekuwa connected na nini? Is it connected na shetani ama iko connected na Mungu? Why are you losing battles? You are losing battles because are you connected? Madhabahu yako imeshikanishwa na Mungu ama imeshikanishwa na shetani? Is it the reason you are losing battles? Is it the reason you are not winning any battle? Is God in you? Is God in your business? Is God in your marriage? Is God in what you are doing? Why are you losing instead of winning the battle? If you discover you are not winning the battle, there is a problem in you. You have not invoked God in this altar. Kwa hivyo walienda wakaambia Mungu, kumbuka hii nyumba walikujengea. Hii ni madhabahu yako Baba. Nao wamekaa humu na kukujengea hekalu kwa heshima ya jina lako. Na wakasema hii jina imeandikwa, hii nyumba imeandikwa jina yako. Sasa hii nyumba inataka tunafukuzwa na hii nyumba itabomolewa. Wewe Mungu, angalia sasa nyumba yako ikibomolewa. Hizo ndizo tricks za kumkamata Mungu na mulete kwako.
Mungu atakaki aibu? Ukumbushe tu vipi. Hezekia alipoambiwa atakufa, alirudi kwa Mungu, akauliza Mungu, kumbuka kitu kimoja. Kale nimewahi kufanya kakakufurahisha. Kumbuka. Na akamwambia sasa, kwa sababu mimi naenda kukufa, niambie kama kaburi itakuabudu. Na ndivyo napenda kuabudiwa. Niambie. Mungu aliambia Isaya, rudie, ambia Hezekia, nimemwongezea 15 more days. Kwa sababu Mungu hatakagi aibu. Na aibu hiyo inakujaga kwa sababu wewe hauna foundation. Wewe mwenyewe hauna msingi na Mungu, hauna relationship na Mungu, ndio unakuta aibu inakuja kwako. Mungu alishakuondokea kitabu. Ukiona maibu zinakuangukia, Mungu alikuwa amekuondokea kitabu. That is why you are not able to cover yourself. You are not able to defend yourself, because it is you, not you to defend, but the God that in you to defend you. Kwamba na ulisema kwamba wakipatwa na maafa yoyote, vita, maradhi mabaya au njaa, basi watakuja na kusimama mbele ya nyumba hii, mbele yako wakulilie katika shida zao, nawe utawasikia na kuwaokoa. Unakumbuka hiyo ni lini? Ni wakati wa Solomon. Wakati Solomon alijenga madhabahu, alienda akaambia Mungu, Mungu, watoto wako wakikuja hapa kama wamekukosea, wainue mikono yao, watubu dhambi zao na wakuombe kitu uwapatie. Jehoshafat amerudia tena. Amemkumbusha, ati ulisema watu wakikuja na njaa, wakuja kama wako wagonjwa, wakuja kama wako na matatizo, wakuja kama wako na hii, utawasaidia. Sasa this man is fixing God. Anapiga Mungu geta, ndio Mungu atoe amri. Sasa watu wa Amoni, unaona venye amemkumbusha. So lazima uinvolve Mungu na matamshi na maneno aliyosema. Tuko namba ngapi? 6. Tunaenda namba 7. Sasa watu wa Amoni, wa Moabu na wa mlima Seir, ambao hawakuruhusu babu zetu. Angalia sasa sika hiyo statement. Sasa watu wa Amoni, Moabu na watu wa mlima wa Seir, ambao hawakuruhusu babu zetu. Sasa watu wa Amoni, wa Moabu na watu wa mlima Seir, ambao hukuwaruhusu babu zetu washambulie nchi zao walipotoka Misri, wakapitia kando kando wasiwaangamize. Kumbuka yenye ameambia, tazama jinsi wanavyotulipa, wanakuja kututoa katika nchi yako uliotupa wewe iwe mali yetu. Angalia hawa watu wa Moabi, wakati wana wa Israeli walikuwa kitoka kule, walipitia huko, wana wa Israeli walikuwa na nguvu ya kuwaua, lakini Mungu akawaambia msiwaue. Umenielewa? Msiwaue. Hawa wana wa Israeli walipita kando kando wakawaacha. Sasa wale ambao uliambiwa usiue, yule ndugu yako uliambiwa wachana na yeye, yule dada yako uliambiwa wachana na yeye, yule mtu ambaye amekusingizia kwa maneno mengi ambaye uliambiwa wachana na yeye, sasa ndiye anakupagia. Sasa hapo ndio unarudi kwa Mungu, maana Mungu ndiye aliambia wana wa Israeli msipigane na wao. Wakarudi kwa Mungu kumkumbusha venye alisema. So wakati wote kumbusha Mungu maneno yake. Kama Hezekia, kumbusha, remind God of what he said in your life. Maneno aliyoyasema kwako mkumbushe. Mungu huyu hawezi kulala bila kukusaidia. Remind God. There are many promises. There are many ways he has spoken to you. There are many directions he has given you. Mkumbushe. Umwambie sasa, mimi ndio huyu hapa. Uliniambia nitaenda Kakamega. Sasa ndio mimi hapa nimekuwa stranded. Ndege itakuja, itakubeba mpaka Kakamega. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, mnanielewa? Sasa wewe ndiye Mungu wetu. Haya. Sasa battle has started. Wewe ndio nini? Mungu wetu. Ndio akamwambia, wewe ndiye Mungu wetu. Waadhibu, kwani sisi hatuna uwezo wowote mbele ya jeshi kubwa kama hili linalotujia. Hatujui la kufanya, ila tunatazamia msaada kutoka kwako. Huyu mtu alinyenyekea. Nikweaga idue tuko wewe onekane. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunaondokea vita. Tunaacha Mungu mwenyewe afanya nini? Ajidhihirishe. God to take over. Allow God to take over. Number 8, allow God to take over. Once God takes over,
the whole battle stops being yours and God takes over. Hallelujah. Hiyo ndio mambo mengi unapata. Watu wengi kama sisi tumeshinda hiyo vita, maana tunajua kunyenyekea. Mungefikiria hapa najua kupigana, ninaanza kupishana na wewe, story hii imetokea, story hii imetokea, story hii imetokea, lakini nimesurvive. Hiyo story kama ingekuwa ni kanisa zingine mungekuwa mshafaulu kuvunja, lakini mnakujenga na kila uchawi, kila wiki hapa Sade. Kuna kujaga mama na kuna mama fulani hapa lazima akuje na gedito. Na anakujaga anakaa nayo hapa nakaa anarudi nayo haikumsaidia. Na mimi namwangaliaga na mhurumia tu akaenda nyumbani na hiyo gedito na haikumsaidia. Because I know my God. Na niliambia Mungu ni huko nidikihota na gedito sina nguvu ya kupigana. Na mwambiaga kama ningekuwa mugike ningechukua madiokole. Ningepigana na mtu, lakini sasa uliniambia niweke madiokole chini. Uliniambia niweke tubako chini. Uliniambia niweke hii kichogota chini. Uliniambia niweke nilisurrender. I don't have, look at me. Ni hivi na mkoma ya ni matheru. Ragai. Kutoka hapo Mungu anasema kana kwa ikarade. Just sit down and see how I'm going to deal with these people. That is why nobody has ever pointed at me. Akasimama. Si ati mimi mbaya. Mimi sina hata sijuagi wakipigwa, nasikiaga walifinywa. Kitabu na ukaragia ngani alienda wapi? Unasikia alifinywa. Unasikia mwingine ngani adileko. Unasikia alikutwa kwa gunia uko Libayala. Na huku husika na ujui hiyo kitu kitendeka ni news zinakukuta. Kwa sababu wewe ulisahau na ukaenda. Me, I will never argue with you. Wewe nitukane tu, utanitukana, mimi nitakuondokea. Wewe ongea yangu mingi, nitakuondokea tu because there is a conversation I have with my God. Kuna kitu niliambia Mungu, nie didn't know. Because kuna wakati nilikuwa na nguvu. Kuna wakati nilikuwa nalima watu, mkiniletea shida, nilikumadiokole tu, naita jeshi nafuka pale, mnanyoroswa vizuri. Mkitoka hapa kila mtu ataenda akiwa amenyoroseka vizuri. Umekaa vizuri. Lakini wakati sasa niliokoka nikaambiwa padi, hiyo maneno haifanyikaji. Nikauliza Mungu nifanyeje? Sasa hapa ni kuinua mikono, uache mimi nifanye kazi. Ninaangalia kama tunajua basi. Kazi imeendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you surrender your battle to God. That is how you surrender your enemies. Mtu akuinukie aende kwa bloggers, aanze kukupiga. Don't worry. Usijali. Usihangaike atuende ukosa kulala ati nini? Achilia Mungu, mwambie Mungu take over now. Roho wa Mungu, Mwenyezi Mungu akamjia mmoja wa Walawi. Sikiliza sasa. Wameinvolve Mungu kwa kila kitu. Mungu sasa ndio huyo ameanza kukuja. Ndipo Roho wa Mwenyezi Mungu akamjia mmoja wa Walawi aliyekuwa hapo. Jina lake ni Yahezariel, mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, mwana wa Yaeli, mwana wa Mtania wa ukoo wa Asafu. Ndio nilikuwa nawaambia mchana asubuhi. Ukoo ni kitu maana. Angalia venye amesema, mwana wa nani? Mwana wa nani? Mwana wa nani? Hiyo kitu ni muhimu kwa sababu kinaletaga picha yako nani. Ukianza kupambana na mapepo ambayo unapambana nayo, inakuambia mahali shida ilitokea. Unasikia hii historia ni historia ya ukoo ya nani? Ya Lawi, watumishi wa Mungu. Ni ukoo iko na utumishi. Kwa hivyo huyu unaona amelete historia ya kumaanisha what the man you are dealing with, historia yake inajulikana. Tuendelee. Yahezeri akasema, sasa huyu ni nabii. Sikilizeni watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu na mfalme Yehoshafati. Mwenyezi Mungu awaambia hivi. Ukienda kwa Harrison Ng'ang'a sasa ponde utasikia kama Mwenyezi Mungu amesema. Baba anasema mugeuke. Na nataka hiyo roho ikuje hapa. Ndio tuitishe. Itishe ni roho ikuje hapa. Ndio maneno kama hiyo isemekane. Si ndio? Tutaomba hiyo watu wale tunaobaga. Hiyo ndio tutaiombea kabisa. Ikuje, lakini sikuje ile ya unafiki, ikuje ile ya ukweli. Si ndio? Kwa sababu kuna ile ya unafiki unasikia hiyo. Unasikiliza kama yeye nefa agirani. Au atile roho akai. Oshole magizeli. Yesu akasema sikilizeni watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu na mfalme Yehoshafati. Mwenyezi Mungu awaambia hivi, msiogope wala msihangaike kwa sababu jeshi hili kubwa, vita hivi si vyenu bali ni vya Mungu. Ni kutokana na nini? Kutoka mwanzo tumeona hawa watu wali-involve Mungu kwa kila kitu. Baka vitu zao. Mungu akakuja akasema sasa ondokeni, vita si nani? Si vyenu. So wachana na hiyo kungangana na ngangana. And you are not in the season of doing the battle against
the demon that is against you, don't start it. Prepare, jitayarishe kuenda kwa Mungu, upata ushindi wa Mungu. Jitayarishe kwanza, ndio akupatie ulinzi wa kupigana na mapepo ambayo, maana unaweza kutoa mapepo, unaweza kutoa pepo ya ukimwi kwako iruke kwangu. So that is very important to understand. Naona Jehoshaphat hakuruka. He first of all commanded everybody to fast. Wakajiinvolve kwa Mungu, wakaremind Mungu, wakajitayarisha, wakatengeneza anga ikakuwa nzuri for them God to come and fight the battle. Kesho naona Mungu sasa amekuja, wachaneni vita si vyenu ni vyangu. Kisha akamwambia kesho washambulieni wakati watakapokuwa wakipanda bonde la Sisi. Kwa hivyo Mungu amewapatia siri, watapitia bonde la nani? La Sisi. Mutawakuta mwisho wa bonde. Unaona sasa Mungu anakuambia, because we understand the generation of the problem. Akawambia mutawakuta wakipanda bonde la Sisi, mutawakuta mwisho wa bonde mashariki mwa jangwa ya Yueli. Wale hawajui wamejulikana, maadui wako hawatajua, wewe tu watakuta, watashambuliwa, maana kuna jeshi limeachiliwa. Kuna jeshi limeachiliwa liende lipigane na hawa watu. Hawatajua, watakuwa wakikula ugali, unasikia mtu amenyoka tu na kamfupa mpaka samaki. Kunasemekana sasa lazima apelekwe Kenyatta. Kupelekwa Kenyatta unasemekana madaktari wamegoma, lazima upelekwe Aga Khan. Kupelekwa Aga Khan unasema ile hospitali inaweza kufanya hiki kitu haraka sana, iko inaitwa Bomet, mahali panaitwa Tenwek. Sasa unaenda na vita mlikuwa mmepaka usiku hiyo, unaotolewa kabisa, unapelekwa huko. Ukifika huko daktari anakupatia maji, unafanya hebu fanya unaona kama mpaka naruka, lakini Mungu ashakuondoa from the game. Bwana Yesu asifiwe sana. You win the battle, that it becomes simple because you have been involved with God. You become very simple. Hamutahitaji, angalia sasa, sikiliza hii story. Hamutahitaji kupigana vita hivi. Nyinyi jipangeni tu, alafu mungoje na mtaona Mwenyezi Mungu akiwashinda kwa niaba yenu. Enyi watu wa Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Nendeni vitani, naye Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja na nyinyi. It is just a confirmation. Okinye mwili wako ko. Ugage ndaliku. Just that. The rest is history. The rest, hii vita unaona uko na si kubwa, ni kitu kadogo sana. Just let God be involved. Mpaka okay. Uengoje upigane, upeleke ulete Mungu mpaka okay. Akianza kuongea hiyo vitu ameshida. Maana sasa ameanza kutoa orders. Mmeangalia, amewaambia nendeni kwa bonde mkae huko. Wakitapita hapo, wale watajua, hawajui wanajulikana, hawajui kumepangwa, hawajui everything has been planned. They didn't know. But you involved God and God has revealed to you. That is now how you come to understand this battle I can be able to win because of this line. This battle is winnable. I don't need to struggle. I don't need to involve anybody. I don't need to involve my sisters, my brothers. I need to do it alone and I will conquer. Hapo mfalme Yehoshafati akasujudu. Sasa Mungu akiingia ndani yako, akasujudu pamoja na watu wote wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu, wakamsujudu na wakamwabudu Mwenyezi Mungu. Now you come in with thanksgiving. Hallelujah. Wote walimsujudu, walirudi kwa Mungu. It is always important to go back to God after victory. After receiving God, after hearing from God, you come back to the altar, you do a sacrifice. Kwenye altar inaitwa ya thanksgiving. A thanksgiving sacrifice is more powerful than any other sacrifice. Ile yote mnatoanga ni bure, haiwezi kushinda thanksgiving. When you do thanksgiving, God anapenda sana sana watu wakuja kusema asante. Walawi wa ukoo wa Kohathi na Kora wakasimama na kumsifu Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli, kwa sauti kubwa. Because battle has been won. These things small. Kesho yake wakaamuka asubuhi na mapema, wakaenda mpaka katika jangwa la Tekoa. Walipokuwa wanaondoka, Yehoshafati alisimama akawaambia, nisikilizeni enyi watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu, muamini Mwenyezi Mungu wenu nanyi mtakuwa imara. Believe and trust in God and you will be established. Alafu akamwambia nini?
Ya pili, nanyi mtakuwa imara, muwe na imani na manabii wake, nanyi mtafaulu. Kwa hivyo kufaulu kwako, Mungu anakuimarisha. He lays a foundation for you. God puts, mkiwa imara ni kwamba God establishes you and lays a foundation. But for you to succeed, you need a prophet in your life. For you to go anywhere, you need a prophet in your life.